إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أيها الإخوة الأفاضل enyi ndugu zangu waislamu enyi ndugu zangu wapenzi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam enyi mlokuja kutekeleza ibada miongoni mwa ibada alizowajibisha Allah tabaraka wa taala hivyo Allah tabaraka wa taala anatuelezea historia fupi ndani yake yenye ibra ndani yake yenye mazingatio anasema Allah tabaraka wa taala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin hakika imekuwa kwa Yusufu na ndugu zake ni ibra na mazingatio kwa wale ambao wanaouliza maswali Yusufu na ndugu zake wakati ambapo idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah wakati waliposema kwamba Yusufu na ndugu yake wanapendwa sana na baba yetu kuliko sisi hali ya kuwa tuko wengi wakasema inna abana hakika baba yetu la fi dhalalin mubin yuko katika upotevu uliokuwa wawazi kabisa madha hamalahum kitu gani kilichowapelekea paka wao kusema hayo maneno waliyosema ala inna ma dhalik halikuwapelekea hilo paka kusema hayo waliyosema innamal hasad haikuwa isipokuwa ni hasad ndiyo ambayo iliyowapelekea watoto wa baba mmoja watoto wa familia moja wao kwa wao kuhusudiana watoto wakawa na muhusudu ndugu yao Yusuf alayhi salatu wassalam ayuha al-akhi al-karim ayuha al-abd ewe ndugu yangu hivyo hasad maradhun khatirun ni maradhi mabaya fa inna dhalik kwa ajili hilo liliwapelekea paka wakaanza kufanya takhtit kwa Yusuf alayhi salatu wassalam kumuua Yusuf alayhi salatu wassalam au wakamtupia kisimani Yusuf alayhi salatu wassalam na rai ambayo iliyokuwa imeafikiwa ni kwenda kumtupia Yusuf alayhi salatu wassalam
kisimani. Kwa ajili gani? Ili na wao wapendwe na baba yao, ili baba yao Yaqubu alayhi salatu wassalam amkose Yusuf. Idhan hata wewe pia vile vile inaweza ukahusudiwa ayuha al-akhi al-karim. Qala Allahu azza wa jalla am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal-hikmah wa atainahum mulkan adhima. Hivi wanawahusudu watu kwa yale ambayo Allah aliyowafadhilisha. Watu wengine wanawahusudu wengine, watu wanawahusudu wengine kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala aliyowapa, na hakika alihusudiwa Ibrahim na watu wake. wala jildan mukhabba'ah, wala ngozi ambaye ni nzuri kuliko ngozi ya Sahal bin Hunayf radiyallahu ta'ala anhu. Kisha baada ya hapo, fama labitha an lubita bihi, hajakaa muda fulani Sahal bin Hunayf akaanguka tayari, akaanguka Sahal bin Hunayf radiyallahu ta'ala anhu. فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم, akabebwa akapelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqila la, pakasemwa kuambiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adrik Sahala sari'a, nenda mkute Sahal tayari ameshaanguka, kwa sababu tayari ameangaliwa na Amir bin Rabi'a. Faqala mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, man tattahimuna bih, mnamtuhumu nani, mnamshuku nani ambaye anaweza akawa amesababisha tukio hili kwa Sahal bin Hunayf? Faqalu Amir bin Rabi'a, wakasema tunamtuhumu, tunamshuku Amir ibn Rabi'a. Faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ma yaqtulu ahadukum akhah, kwa sababu gani anamuua ndugu yake? Kwa sababu gani anamuua mtu ndugu yake? Idha raa ahadukum min akhihi ma yu'jibu, akiona mtu kwa ndugu yake jambo lililomstajabisha, lililomfurahisha, faliyad'u lahu bil barakah, ni amombe dua ya baraka, usimhusudu. Kama ambavyo dhakara al-allama ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, al-ayn wal hasad laysa bainahuma farqun, kijicho na hasad ni vitu viwili ambavyo vinaendana sawa sawa. Hivyo mtu anaangalia, anafanya husda, kutamani neema ya mwingine muondoke. Sahal bin Hunayf radiyallahu ta'ala an alikuwa ni mtu mzuri, mwenye ngozi nzuri, mukhabba'a, ni ngozi ambaye haijapatwa hata na jua, iko safi. Alishangaa Amir ngozi, mwili wa Sahal bin Hunayf, mwili ambao mwili hauna manufaa kwa yule aliyoshangaa. Kama ambavyo kadhalika kitu ambacho anachofanya hasid ni kitu ambacho hakina manufaa na yeye, bali anataka ukikose, atatamani hasid ukose kile ambacho ulichonacho, kama ni mali ukose. Kadhalika anatamani hasid ukose afya ulionayo, anatamani hasid ukose ukaribu ulioko wewe na watu, hapendi. Atatamani hasid shughuli zako ziharibike, atatamani hasid kila kitu kwako kiharibike. Watoto hatamani kwako wazuri, kila kitu hatamani. Hii ndo hali ya hasad na wale ambao wanaofanya hasad. Wa ashaddu min dhalik, na kubwa zaidi ya hilo,
kama akhbara rabbuna tabaraka wa taala, ni kama vile alivyotueleza Allah tabaraka wa taala hali ya wale ambao si waislamu, hali ya wale ambao ni makafiri. Wao wanakuhusudu ni nyinyi waislamu kwa sababu ya haki mliokuwa nayo. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. wanatamani wale ambao waliopewa kitabu, mayahudi na manasara, wanatamani makafiri, wanatamani wasiokuwa waislamu, nanyi mrudi kama walivyo wao, nanyi mwe kama walivyo wao baada ya kubainikiwa na haki. Hampendwi nyenye waislamu na wale wasiokuwa waislamu, hamtakiwi mema enye waislamu na wale wasiokuwa waislamu. Hivyo muislamu anatakiwa aweze kuelewa hii njia sahihi. Allah tabaraka wa taala ametuelekeza, anakasema fa'fu anhum wasfah, fa'fu anhum wasfah, wasamehe hao. Lakini pia vile vile Allah tabaraka wa taala ndiyo atakayewatosha hao, ndiye atakayewaadhibu hao, ndiye atakayewaangamiza hao. Sisi waislamu tutakiwa tuweze kufuata uislamu wetu sawa sawa, tuweze kusimama katika dini sawa sawa, tuweze kuwa na istiqama vizuri. Wala usiache dini yako, wala usiache uislamu wako, wala usiache istiqama, wala usiache sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam bihalin min al-ahwal. alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأخ الكريم، فقد ثبت عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. ewe muislam, usifanye hasad. Ewe muislam, usifanye hasad. Usitamani ya mwenzie yamuondokee, usitamani ya muharibikie. Na ikiwa unatamani, basi tamani katika mambo mawili: si kutamani kumuondokea, lakini tamani na wewe uwe kama yeye. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aeleza kama ambavyo tumesema hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu: la hasada illa fi ithnatain, hakuna hasad, hakuna kutamani isipokuwa katika mambo makuu mawili: rajulun atahu Allahu alquran, mtu ambaye kapewa Qur'an, kapewa ilmu ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala, fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wan-nahar, na yeye anakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala usiku na mchana. Anafanya kazi ya da'wa usiku na mchana, anafanya kazi ya kufundisha watu usiku na mchana. Na wewe tamani uwe kama yeye, si kutamani ile neema imuondokee, si kutamani aharibikiwe, si kutamani ashindwe, si kutamani vyote vimuharibikie. Hiyo sio hasadi iliyokuwa nzuri. Ayuhal abd, ayuhal insan, ewe muislamu, sifa ya mu'min si kutamani mwenzie kuharibikiwa. Wa rajulun, na mtu wa pili, atahu Allahu mala, ni yule ambaye kapewa mali na Allah tabaraka wa taala, fahuwa yunfiquhu ana al-layl wan-nahar,
akawa anaitoa mali yake usiku na mchana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na wewe tamani uwe kama yeye, si kutamani aharibikiwe, si kutamani akose, la, si kwa tamaa hizo. Ukifanya hivyo utakuwa unafanana na wale ambao waliomhusudu Yusuf alayhi salatu wassalam. Kama anna ulama, kama ambavyo pia unachoona unataja sababu miongoni mwa sababu zilizomfanya Iblis kukataa kumsujudia Adam alayhi salatu wassalam ni hasad, wivu. Miongoni mwa sababu zilizofanya Iblis kukataa kumsujudia Adam ni hasad. Kwa hivyo hasad wa kwanza wao ni Iblis, wa kwanza wao shaytan. Tahadhari na hali hiyo. Wa ahsana ma qila fi hadha, na maneno mazuri ambayo yamezungumzwa katika sala hili na yanasibishwa na al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ala qul liman bata li hasida, mwambie yule ambaye anayekaa kunihusudu mimi, atadiri ala man asata al-adab, unajua unamkosea nani adabu? Asata ala Allah fi hukmihi, unamkosea adabu Allah tabaraka wa taala kwenye hukumu zake. Liannaka lam tarda li ma wahab, kwa sababu wewe huridhiki na kile alichonipa mimi Allah tabaraka wa taala, hufurahiki, hupendi. Sasa unamkosea Allah tabaraka wa taala. Malipo yake fajazaka rabbi bi anzadani, anakulipa wewe Allah kwa kunizidishia. Siku zote iko hivi. Wasadda alayka wujuha at-talab, na wewe Allah anakuzuia, haupati kile ulichotamani kwangu kiondoke wala kingine. Hasidi siku zote anaishi maisha ya qalaq, maisha ya taab, hana raha, hana furaha. Kila anapona neema kwa mtu hafurahiki abadan. Ewe ndugu yangu, ewe Muislamu, Uislamu umetuelekeza, sheria Allah tabaraka wa taala imetuelekeza na masala kama haya, kuweka wiqaya, kuweka kinga, kufanya adhkar za asubuhi na jioni, ili huenda Allah tabaraka wa taala akakuhifadhi kwa hali kama hiyo. Allah tabaraka wa taala yaqul, akasema, wa min sharri hasidin idha hasad, na shari ya hasidi anapohusudu. Elam barakallah anna alhasada sharrun, hakika hasad ni shari, kama ambavyo pia vile vile ina madhara hasad. Idhan unatakiwa ujikinge kwa Allah tabaraka wa taala akuhifadhi na madhara ya hasad, kama ambavyo madhara ya hasad yanaweza yakasibu mwili wa mtu, yanaweza yakasibu kazi ya mtu, yanaweza yakasibu mali za mtu, inaweza yakasibu elimu ya mtu, inaweza yakasibu kila kitu, inaweza yakasibu. Hasad inaweza ikaingia katika kila sehemu. Lakini pia vile vile kama anavyotaja al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala na wanachuoni wengine wa atibba, miongoni mwa alama za athar ya hasad katika mwili wako, katika kazi zako na shughuli zingine, utaona kichwa inakuuma sana, ukienda matibabu hauambii chochote, mwili unachoka tu. Lakini pia vile vile kupoteza kumbukumbu. Hizi ni miongoni mwa sababu, ni miongoni mwa athar ambazo zinazojitokeza katika hali ya kusibiwa na hasad, ambayo pia vile vile na aini ndani yake. Sababu hizi au athari hizi au alama hizi hakuna aya wala hadithi, ni kwa sababu ya tajruba, ni kwa sababu ya ufuatiliaji wa jambo hilo. Lakini halipingani na Qur'ani, halipingani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo wewe unachotakiwa kufanya ni kufanya wiqaya, sahihisha imani yako na Allah tabaraka wa taala, tegemea Allah tabaraka wa taala. Soma suratul Baqara, soma ayatul Kursi, soma aya 2 katika mwishilizio wa suratul Baqara, soma qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, soma bismillahil ladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim.
sabahan wa masaa, asubuhi na jioni. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Ewe ndugu yangu, hizi ni baadhi ya adhkar ambazo ni warida kuhusiana na jambo kama hili. Hivyo wewe unachotakiwa Muislamu ni kufanya asbabu hizi, ni kufanya adhkar. Allah tabaraka wa taala alikikadiria, basi inakuwa sahal kuweza kuhifadhiwa. Lakini haipingani kwamba wewe unapofanya hizi adhkar Allah tabaraka wa taala asikujaribu mtihani, asikupe mtihani. Allah atakutahini ili aweze kujua, je, una subra? Je, unamtegemea Allah tabaraka wa taala? Je, imani yako iko sahihan? Hivi ndivyo ambavyo tulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala: inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.